Bwana asifiwe sana. Na moja ya vitu ambavyo watu wanatakiwa kujihadhari sana ni kulipiza kisasi. Unapotafuta kulipiza kisasi, ndipo unajikuta unapotea zaidi. Unaenda mbali zaidi na uso wa Mungu. Unaenda mbali zaidi na ufalme wa Mungu. Kwa sababu unapolipiza kisasi, unakabiliwa na roho ya shetani. Kwa hiyo unavutwa, unaenda nje na ufalme wa Mungu. Unaenda gizani. Mtu unakuta alikuwa labda amekosewa na mume wake. Aidha mume wake ametafuta mwanamke mwingine, na yeye huyu mwanamke anatafuta mwanaume, analipiza kisasi, asijue ya kwamba ule ulikuwa mtego. Au mwanaume amekuta kwamba mke wake hamheshimu, yeye pia anaanza kufanya mambo mabaya, akidhani kwamba sasa ni kukomeshana, kumbe anajikomoa yeye mwenyewe. Kwa unakuta mwingine anaweza kuingia kwenye ubaya kwa sababu tu ametendewa ubaya na mwingine. Anaamua na yeye kulipiza, anaamua kutafuta ubaya. Kwa hiyo ambacho tunatakiwa kukifanya katika maisha yako, unapotendewa ubaya, basi wewe endelea kunyenyekea kwa Mungu. Endelea kukaa mikononi mwa Bwana. Usilipe ubaya kwa ubaya, bali lipa ubaya kwa wema. Wema wako unaweza kukuletea majibu makubwa katika maisha yako. Tumejipunguzia baraka nyingi kwa sababu tumejikuta tuna visasi ndani. Tumejikuta tuna maumivu ambayo tunatamani yatokee mabaya kwa wabaya wetu. Yako maombi ambayo kama bado hujafika hatua ya kukua kiroho, unakuta unaingia kwenye maombi ya kulipiza, unataka mabaya yatokee. Na hata ukija kusikia kwamba yule mtu ambaye alikutendea ubaya amefariki, basi kuna namna fulani unajisikia proud fulani ya kwamba nina Mungu aliye hai. Lakini haikuwa hivyo. Unatakiwa kuacha Mungu ashughulike. Hata kama yeye atapata mabaya, lakini wewe isiwe furaha yako. Iwe tu kwamba Mungu anauonyesha utetezi kwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema kubwa ya Mungu ambayo tunahitaji kuiomba katika maisha yetu ni kuwa na moyo wenye subira, moyo wa kumtegemea Mungu, moyo wa kujiacha kwa Bwana. Alafu nakuta kwamba vile mtu alitegemea utaumia zaidi, kwa kuwa alidhamiria kwamba atakuumiza, amekuletea maneno mabaya, au amekuchonganisha mahali ambapo wewe hujafanya, au amekuzushia, au amekutendea jambo baya. Anapoona umenyamaza na unaendelea kufurahi, kitu cha kwanza anashangaa na kushtuka kwamba nilitegemea ataumia, lakini ndipo ameongeza furaha zaidi. Kwa ule ushindi wako ambao unafurahia katika maumivu, ndio neema ya Mungu inakuletea mambo makubwa. Fikiria, Yesu anapanda msalabani, anaumizwa, anatendewa ubaya, wanamtemea mate. Wale aliowasaidia wafu wao walifufuka. Unajua hakuna kitu kibaya mtu namtendea wema, yeye anakutendea ubaya. Na sio kwamba umetenda wema kwa kificho. Umezingatia kabisa, umemtendea wema, lakini matokeo yake yeye anageuza, anakutendea ubaya, na unaona kabisa ni kama kufahamu kabisa. Pale panahitaji neema ya Bwana. Yesu anaumizwa, anapigwa mijeredi, anaburuswa, lakini kinachonishangaza, Yesu anasema, Baba, uwasamee dhambi hii au makosa haya, kwa sababu hawajui walitendalo. Haleluya. Ungeanza kushangaa sana kwamba inawezekanaje anahisi hawajui walitendalo wakati wanaelewa kabisa wanachokitenda. Ndio hawa ambao waliwaleta wagonjwa wao wakaponywa, waliwaleta wafungwa wao wakafunguliwa, waliwaleta wafu wao wakafufuka, lakini wanageuka na kwamba msurubishe. Hao Yesu anasema ya kwamba uwasamee, hawajui walitendalo. Panahitaji moyo wa Bwana kabisa.
Usipokuwa na Roho Mtakatifu, usipokuwa na wokovu uliodhamiria kabisa, utatengeneza grupu kubwa sana la maadui. Utatengeneza jopo kubwa sana la watu ambao hautasalimiana nao. Lakini neno la Bwana linasema kwamba adui yako muombe, adui yako mpatie chakula, mpe maji anywe aondoke, ahukumiwe kwa makosa aliyokutendea wewe. Mtu mmoja aseme amen.